Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu wa Mkana Online TV, tunaelezea zaidi suala zima la amani na utulivu wa nchi ya Tanzania kuelekea chaguzi za rais, bunge na madiwani. Ndugu zangu wa Tanzania, tuiendelee kuilinda na kuienzi amani na utulivu na upendo wa nchi hii ya Tanzania, kama vile ambavyo ilivyokuwa toka hapo awali viongozi wetu walivyoiweka. Tukumbuke ya kwamba amani ikitoweka, kuirudisha tena ni muhali, ni vigumu sana. Kwa hiyo tuangalie hawa watu wabaya ambao sio wazalendo. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, tupo hapa kusikilizia wale ambao wenye nia njema na ni wazalendo wa nchi hii ya Tanzania. Mada tunaenda nayo ni mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa mbele yenu nimekutana na mwanaharakati, sijajua kama ni nani. Mheshimiwa, unaitwa nani? Huyu ni Bwana Salum Komba ambaye ni mjasiriamali wa biashara hizi ndogo ndogo. Naam, tunaposema mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, unadhani unafikiria kitu gani zaidi? Tunashukuru kwa Mama Samia kama tena kwa kazi nzuri ambayo ameifanya ndani ya nchi hii katika sekta mbalimbali. Katugusa katika sekta ya maji, miundombinu, mambo mbalimbali, elimu. Kuna sehemu ambako katugusa hadi barabara tunazoziona. Yako mambo ambayo yanatufanya tuone tuna haki ya kumuongezea miaka ili aendelee kutuongoza, aendelee kuimarisha maendeleo ya nchi yetu. Hilo ndio jambo ambalo tunaona Watanzania wengi kwamba tuna haki sasa ya kuunga mkono kwa namna ambavyo ameonyesha ana moyo wa dhati katika kujenga nchi hii katika hizo miundombinu ambazo hayati John aliacha. Nadhani ikiwa sasa niko na mjanja kabisa, mjasiriamali mwenye kufahamu miradi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na si mwingine mama yetu, daktari wetu Samia Suluhu Hassan. Unadhani ni miradi gani ambayo aliyoweka au aliyowekeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo ambayo unayoishi, kiasi kwamba hawa Tanzania kwa muda huu na watu wanakutana kwa muda huu waweze kuelewa yale ambayo yanafanywa na Mheshimiwa Rais mpendwa, Rais Jemedali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Tunashukuru katika maeneo haya kuna kiwanda kipya kabisa ambacho kwa sasa hivi kitaenda kuzalisha uchumi mkubwa. Wakulima walikuwa hawana soko la kutosha, soko lao litakuwa kubwa na hatimaye zao la mua litakuwa linaonyesha tija katika maisha ya bonde hilo la Kilombero. Naamini kwa hilo Mheshimiwa Rais ametugusa. Amemgusa mkulima, amemgusa raia wa kawaida, kwani mzunguko wa fedha utakuwa mkubwa, hata wakazi wataongezeka. Jambo ambalo tumeona mama tuna haja ya kumpa tena mitano. Vipi kutana na masuala mazima ya miundombinu namna ambavyo alivyofanya Jemedari wetu Mama Samia Suluhu Hassan? Kuna mambo ya kihistoria makubwa, hata kwenye miradi mikubwa kama ile SGR, Sigla na hilo daraja la Busisi kule ambako watu walikuwa wanashindwa kutumia vizuri fursa za rasilimali kutokana na ubovu wa miundombinu, lakini mama ameweza kusukuma kutoa pale na kutuonyesha kwamba Tanzania mpya ipo mbele yake. Na hapa kwenu, hapa tuko wilaya ya Kilosa, kata ya Ruaha, tarafa ya Mikumi. Tunaendelea kuangazia Watanzania ni mengi ambayo yaliyotendwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila kijiji kuna mkono wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila kitongoji kuna mikono wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna mashule, kuna mahospitali, kuna mabarabara. Hapa mfano kuna barabara kubwa main road. Kulikuwa na daraja ambayo ilikuwa ni historia. Lini itatengenezwa? Vipi kuhusiana na mbinu hiyo? Daraja la Ruaha ambalo tuunganisha wilaya ya Kilosa na wilaya ya Kilombero ni daraja ambalo limejengwa katika kiwango kizuri. Sasa hivi kama sehemu ya utalii katika maeneo yetu. Yaani miundombinu yake inaturidhisha kwamba thamani ya fedha zilizokusanywa ndani ya nchi hii kupitia Mama Samia zimefanyika na zimetumika vizuri kwa maendeleo yetu wenyewe. Kwa hiyo unataka kuambia nini wa Tanzania kuhusiana na 25-30 kuelekea chaguzi za rais, wa bunge na madiwani? Kwa mwaka 2025 Oktoba, tunaamini tutakwenda kumuunga mkono rais wetu kwa sababu aliyoyafanya ni kwa maslahi ya taifa hili na kwa hatima ya kizazi chetu cha baadaye. Kwa maana hiyo swala zima la kutiki vipi swala la kutiki 25 na 25-30 swala zima la kutiki na kwaje? Mama hana jambo la kuweza kusema tunamdai.
bali yeye anatudai sisi kwa sababu ametufanyia ambayo, na anasema mtu anayoshukuru ni yule ambaye anaweza kupewa tena. Tunamshukuru ili atuongezee tena kutengeneza miundombinu ya mkoa wa Morogoro, wilaya Kilosa na kata ya Ruaha, tarafa ya Mikumi. Tunataka sasa tuwaeleze nini vijana au wanaotazama kwa muda huu swala zima la uchaguzi ulioko mbele yetu kwa muda huu? Jambo la kikatiba katika nchi, pasipokuwa na uchaguzi hatutawapata wawakilishi, na tunaamini tutafuta wawakilishi bora ambao watamuunga mkono mama katika kutenda misingi ya utendaji wa taifa letu, ili Tanzania iwe Tanzania mpya na maendeleo mapya yapatikane kwa haraka. Hakuna swala zima la uhifadhi wa mazingira ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan anaendelea kuwapigania Watanzania, kuwapatia swala zima la gesi ambayo tunasema nishati mbadala au nishati safi, watoke kwenye nishati chafu. Je, unalielewa swala hilo? Jambo hili ni la msingi sana katika taifa. Kama taifa linategemea miundombinu ya nishati ya miti, maanake taifa hilo jangwa linaloendelea. Lakini kwa sasa mama ameamua kututoa kwenye hali ya ujima, kwenye jangwa, na kutuingiza kwenye nchi yenye rutuba. Na hii mvua zitakuwa za kutosha, na hali ya mazingira na afya za watu. Wakina mama wengi walikuwa wanaathirika na macho na magonjwa ya vifua kwa sababu ya matumizi ya kuni, ambayo nishati ambayo kwa sasa haiendani na taifa letu kwa maendeleo tulionayo. Sambamba na hilo, unaonaje swala la amani ya nchi ya Tanzania inapoendelea? Unaionaje? Na tupo chini ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru Mungu, lakini pia tunamshukuru yeye namna alivyokuwa na hekima, na Mungu amjalie hekima na utulivu wa akili, aendelee kuimarisha hii amani na utulivu wa taifa hili, kwa sababu pasipo na amani hakuna maendeleo, pasipokuwa na utulivu hakuna mipangilio. Na naamini kwa sababu hana uwezo mkubwa wa kufikiria, atatufanya tuvuke salama. Lakini hiyo ni kauli mbiu ya uchaguzi wa mwaka huu. Utulivu na amani ni suala kubwa kwa Watanzania. Je, unaonaje hali ya amani mpaka muda huu? Ipo au haipo? Amani ipo. Ingekuwa hakuna amani, hata mimi nisingeweza kufungua hii biashara ya viatu, kwa sababu usalama na amani kama unapotea, hakuna kinachoendelea. Na mimi nina hofu na Watanzania wenzangu kama wataingia kwenye mtego wa kuvunja mlango wa amani, na tukaingia kuwa wakimbizi wa mataifa mengine. Wenzetu tunaona wanavyohangaika, na sisi kwa sababu tunaamini tumempata jemedari wa kike mwenye nguvu, mama ambaye anatulea vizuri, tutavuka tu hapa na mimi tuko salama. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla Mkanalile, ambaye ni afisa habari wa mkoa wa Morogoro kupitia uangalizi wa miradi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chamata Association. Shukrani jazila. Asante sana mheshimiwa. Haya. Tunaendelea kuangazia Watanzania kuhusiana na suala zima la mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daktari wetu, daktari bingwa Samia Suluhu Hassan. Hapa nipo na mjasiriamali mbobevu wa suala zima la biashara ya viatu. Mheshimiwa, unaitwa nani? Naitwa Donati Timothy Komba. Bwana Timothy Komba, vipi kuhusiana na suala zima la mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku wa Tanzania mkielewa kwamba tuko wilaya ya Kilosa, kata ya Ruaha, tarafa ya Mikumi. Leo nimekuja kutia nanga kwa Mheshimiwa Komba kama vile ambavyo mnavyomuona. Donati Timothy Komba. Ndiyo mheshimiwa. Vipi unaposema miaka mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Tumelipokea sana kutokana na maendeleo ya ndugu na Mheshimiwa Rais kwa kuongeza mabarabara, mashule, na hata hivyo tumelichukulia sana kwa muhimu sana. Hata kula za mwaka huu tutampa zote za ndio. Yapi zaidi ya hayo, kutaka kuwafahamisha Watanzania yale ambayo yaliyotendwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwa mfano, tumelipokea kubwa zaidi hasa upanuzi wa mabarabara. Barabara nyingi zimepanuliwa vizuri sana na ziko safi. Ujengo la daraja la Kilombero na tumelipokea vizuri sana. Isitoshe, mashule yamepanuliwa vizuri sana. Kiwanda cha sukari hapo cha K2 K1 kiko vizuri zaidi. Yote yanafanyika na ndugu rais na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu. Kwa hiyo tumelipokea na kula tutampa zote za ndio. Vipi kuhusiana na suala zima la amani na utulivu katika sehemu hii ambayo unayokaa? Kwa kusema kweli, kwa sisi hapa jimbo letu la Kilombero hapo amani iko kubwa sana. Hatuna tatizo lolote. Tuko vizuri na tunaendelea vizuri. Tunapiga sana maendeleo yetu, tunafukuzana na maisha. Kwa wale ambao wasiotaka utulivu huu na amani hii tuliyokuwa nayo, unataka kuwaambia nini?
kwa ujumla. Wao waangalie maendeleo aliyoleta ndugu rais hapa, Rais Samia Suluhu, yeye tuwaunge mkono nao. Hapa tuna mzee Limo pia ana yale ya kuchangia kuhusiana yale ambayo yaliyotendwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo mzee Limo, unataka kusemaje kuhusiana na mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwanza kabisa kwa majina naitwa Bwana Venja Metho Limo, ni mkazi wa hapa Ruaha. Cha msingi ni kwamba huyu mama sio mama, ni dume la mbegu, ikimaanisha kwamba hayo anayofanya ni mambo ya ajabu. Hakuna mwanamke na wengi wa wanawake ambaye ni marais katika Afrika, lakini yeye ameonyesha kitu cha ajabu sana. Kwanza big up ya kwanza, ukiangalia tangu Mwalimu Nyerere kuna shughuli mbalimbali zilizokuwa zimeratibiwa, mojawapo ikiwa bwawa la Nyerere lile ameweza kulikamilisha mpaka sasa hivi. Nafikiri kesho kutwa mtaona wenyewe kuna kuna hili daraja la Busisi, hilo ndio juzi tu katoka kulifanya mambo, watu wanaona. Kwa maana hiyo nchi zetu za jirani Burundi, Rwanda, Uganda watafaidika kwa daraja lile, sio tu wananchi wa Bukoba, sijui Mwanza, hapana, hata nchi jirani zile. Na mtambue Tanzania, mzee Limo anapozungumzia daraja la Busisi, sio daraja la kawaida, sio daraja la kawaida kama ambavyo umeweza kuliona au juzi hapo alipokuwa amefungua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Daraja la Busisi ni daraja la aina yake. Huwezi ukasema kama limejengwa, unaweza kusema kama limeshushwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni kazi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuendelee mzee Limo kuwafahamisha Tanzania. Na cha kufurahisha zaidi ni kwamba daraja lenyewe 98% ni Watanzania wenyewe wamefanya shughuli ile. Kwa maana hiyo basi ni jambo la msingi na jambo la kujivunia. Hivyo nafikiri alichukua mikoba ya aliyetangulia mbele za haki, Mheshimiwa mzee wetu na kipenzi chetu tunamwita Mzee Magu au kwa jina lingine Magufuli. Nini sasa kauli yako kwa vijana wa Kitanzania 2025 tunapoelekea katika suala zima la uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani? Yote ni zadio za kwake, hana mpinzani. Nimesema hana mpinzani kwa sababu ni mama ambaye amekamilika kwa kila kitu. Ni rais ambaye kwa kweli katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati hakuna mfano. Kulikuwa na rais wa Zambia alikuwa mwanamke, Malawi hamna lolote, lakini sasa hivi tunajivunia kama Watanzania. Shukrani. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla nikiripoti toka eneo hili la tukio. Shukrani jazila. Asante. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, walikuwa si vijana wa bajaji tu peke yao, bali kuna mama mjasiriamali hapa kama hivi ambavyo mnapomuona. Bi mkubwa unaitwa ndio Bi Mariam. Vipi, unaelewa nini tunaposema mitano tena kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiwa ni kama mama yako, rais wako wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Unaweza kufahamu yoyote yale ambayo aliotenda Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sehemu unayoishi? Fahamu mengi mama kayafanya. Sauti. Kama mkoa wetu wa Morogoro. Mama katengeneza barabara ilikuwa chafu. Sauti. Tumepata hospitali. Tumepata vitu vingi sana. Ila tu isipokuwa mama alisema atatuwekea mikopo sisi wajasiriamali wadogo ili tunyanyue kiuchumi. Lakini mwisho wa siku mikopo yenyewe hatuioni wala nini ili tunyanyue. Unakuta mtu unafanya biashara kama hiyo, kila siku. Kwa hivyo sisi kama wajasiriamali wadogo inatukosti. Sisi mama tutampa mitano tena ingine, lakini naye atuangalie wananchi wake.
hususani kama sisi kina mama wenzie. Ndio. Asante. 2025 utatiki tena mitano kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana kuna swala zima la kutiki. Je, utatiki? Utatiki. Utatiki. Lipi sasa uliokuwa nalo kueleza wakina mama wenzako kujitokeza katika swala zima la uchaguzi wa 2025? Watajitokeza kwa sababu tunaona mambo aliyofanyia. Wewe sisi tutampa kura zake mama. Haina shida, tunamuombea. Shukrani. Mimi Abdalla Ahmed Abdalla Mtanalile nikiripoti toka eneo hili la tukio, ambaye ni afisa habari wa mkoa wa Morogoro kuangalia miradi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani jazila. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, na hiki unakiona ndicho kipande kwa msaada wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kilichojengwa kwa usimamizi wa Mheshimiwa mbunge Dennis Lazaro Rondo. Ni kipande hiki kilikuwa kichafu sana, kilikuwa akipitiki kabisa, lakini leo hii kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anavyopiga mwingi kwa Watanzania, basi wameweza kupatiwa kipande hiki kidogo cha rami kwa bilioni za fedha. Mimi Abdalla Ahmed Mtanalile. Shukrani.